Tunaendelea na swala letu la maombi. Natumai kwamba Bwana amezidi kukuhifadhi, na hii leo tunaangazia swala hili la maombi katika njia tofauti, kwa sababu kwamba wengi wetu tunachukulia kwamba maombi ni swala la kuweza kuomba na kuweza kuitisha jambo fulani. Labda wengine tumejifunza unaombea chakula, unaombea labda usiku unapokwenda kulala, unaomba tu, unashukuru Mungu kwa ajili ya siku na unaondoka unaenda za kwako. Lakini kuna zaidi ya maombi ya kuuliza tu kwamba nahitaji gari, nahitaji hili, nahitaji kile. Na ni swala ambalo unafaa tuweze kujiuliza sio wote, kwamba Kristo aliweza kuondoka na kuweza kuomba. Maana tumekuwa tukijifunza kutoka kwa maisha ya Kristo. Kuna wimbo unasema kwamba you came down from heavens to show us the way. Alituonyesha njia ya kuelekea kwa Baba, kwamba yeye ndiyo njia. Yale mambo ambayo alikuwa anayafanya ndio sisi tunaweza kufanya, kwa sababu amefanyika mzaliwa wa kwanza miongoni mwa wengi, na vile vile kwamba sisi tumefanyika kuwa wana kupitia kwake. Kwa hivyo lazima tuweze kuweza kutenda kama yeye. Paulo anasema kwamba be imitators of me as I imitate Christ, kwamba yeye anafuata njia za Kristo, pia sisi lazima tufuate. Kwa hivyo ni njia za Kristo ambazo tunaziangalia. Yesu Kristo anaondoka katika kitabu kile cha Mathayo 26:36 hadi 46. anaondoka katika shamba, anaenda katika shamba la Getsemane na kuweza kuomba mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Akaweza kulia na kumwambia Bwana aweze kumsaidia katika swala lile ambalo lilikuwa mbele zake. Na katika kitabu cha Luka 6:12 ni kwamba Yesu aliweza kufunza mchana kutwa. Baada ya kufunza akaenda kuomba usiku kucha. Na swali ambalo tunajiuliza ni je, usiku kucha alikuwa anaomba? Unajua katika kitabu cha Mathayo 6:7 pale tunaambiwa kwamba Kristo ametufunza njia ya kuweza kuomba, kwamba Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, mapenzi yako yatimizwe. Hivyo hivyo tunaomba hivyo. Lakini je, unaweza kuomba usiku mzima, kwamba unaomba the Lord's Prayer tu, una recite again and again? Kuna wengi ambao wamekuwa wakisema, hata Wakristo unawapata anakuambia kwamba usiombe sana, Yesu alitufunza kuomba hivi na hivi, inatosha. Lakini maombi sio swala la kuweza kufata njia fulani, mbinu fulani tu. Kristo alikuwa anatuonyesha njia, yani ile system ya kufata tu, kwamba unafaa kuanza na kulitukuza jina lake Mwenyezi Mungu. Lazima uweze kumuinua Mwenyezi Mungu. Waache mapenzi yake yatimizwe hapa. Lazima mtambue kwanza kwamba yeye ni Mungu, yeye ndio muumba wa mbingu na ardhi. Mapenzi yake yatimizwe. Atuokoe na maovu, atuokoe na mitego ya adui, atupe leo riziki ya kila siku. Yani ufalme wake uje, na kwamba yeye ni mwaminifu kwa kila kitu. Ni njia ambayo alikuwa anatufunza tu kwamba tunapoomba lazima tuweze kuzingatia masuala yale. Lakini kwamba maombi ni jambo ambalo ni ushirika wake Mwenyezi Mungu na sisi. Maana Mungu alipomuumba binadamu, alimuumba specially juu ya vitu vingine, juu ya wanyama, juu ya kila kitu. Bwana Yesu Kristo akasema kwamba msipomsifu Bwana, Bwana anaweza kainua mawe yakamsifu. Kwa sababu kwamba mawe yanaweza yakarecite hiyo maombi, miti inaweza ikaimba hizo nyimbo ambazo unaziimba. Lakini kuna kitu ambacho Bwana anatafuta ambacho ni zaidi katika maisha ya mwanadamu, na huu ni uhusiano wa moja kwa moja. He created us superior than every living creature, but a little bit lower than angels. Akaweza kutuumba sisi tuweza kutawala, tukuwe na kila kitu. Na pale katika shamba la Edeni tunaambiwa kwamba Mungu alikuwa anakuja in the cool of the day, anakuja kumtembelea binadamu, wanafanya ushirika pamoja, wanaweza kuzungumza pamoja. Na shamba la Edeni kwanza halikuwa ati ni garden kama hiyo maybe flower bed ambayo umeunda hapo kwako, ama garden ya kuweza kupanda mboga pale. Garden ni atmosphere, ile Garden of Eden, atmosphere ambapo Bwana alikuwa anakuja, anamtembelea binadamu, wanakuwa na fellowship, wanazungumza uso kwa uso. Na baada ya binadamu kuweza kutenda dhambi, swala lile liliweza kuondolewa. Ule ushirika uliweza kuondolewa. Mwenyezi Mungu akasonga mbali, akaweka pale yule cherubim, akazuia ile Garden of Eden, akafunga pale. Lakini Kristo anakuja katika kitabu cha Revelations, baadaye inaeleza kwamba he was worthy to break the seals. Revelation
chapter 5 verse ukisoma kuanzia 8 pale kuendelea tena utaweza kuona pale ambapo Kristo alivunja zile seals na akaweza kuturuhusu tena kuweza kuaccess the presence of the Lord na kuaccess power, kuaccess authority, kuaccess wealth, kuaccess honor, glory. Hayo yote the 7 seals akaweza kufungua tena. Kwa hivyo ni uhusiano ambapo tunapata kurejesha, tunafanyika wanawake Mwenyezi Mungu. Sisi ambao tulikuwa tumekuwa maadui wa Mwenyezi Mungu tunafanyika kuwa marafiki wake Mwenyezi Mungu. Na ndio maana maombi inatupa nafasi ya kuweza kuingia katika uwepo wake Mwenyezi Mungu na kuweza kufanya ushirika. Mahali ambapo unapata amani, mahali ambapo unapata nguvu. Kuna wakati ambapo Kristo alifanya miujiza ya kuweza kuponya mtu mmoja na wanafunzi wakauliza, kwani huyu mtu amekuwa kipofu tangu azaliwe hadi kwa sasa, ni nani alitenda dhambi? Ni kwamba Yesu akamwajibu kwamba hakuna mtu alitenda dhambi hapo, wazazi wake ama huyu jamaa, lakini ni kwamba ilifanyika hivi ili jina la Bwana liweze kutukuzwa, ili Bwana aweze kutukuzwa. Kwa hivyo kuna vitu ambavyo Bwana anafanya katika maisha yetu, katika shughuli zetu kila siku, kwamba jina lake liweze kutukuzwa. Na utajuaje unapotembea kila siku kwamba hili swala limefanyika hivi ili Bwana aweze kutukuka, Bwana aweze kupewa sifa na utukufu? Ni kwa sababu kwamba utadumu katika maombi. Kristo wakati anadumu kwa maombi usiku kucha, anafunza mchana, anatenda maajabu, anatenda miujiza yale ambayo yanatendeka. Haikuwa coincidence tu. Bwana anafanya kazi kulingana na matendo yake. Ndio maana Paulo anasema kwamba we are God workmanship, we are God fellow workers. Sisi ni partners wa Mwenyezi Mungu kuweza kudhihirisha his good will, that he planned beforehand. Yani alizipanga kabla ya msingi wa dunia kuumba. Kwa hivyo sisi ni kudhihirisha, sisi ni partners ambao tunadhihirisha haya matendo. Na tutajua matendo haya kwa mwili wanyama na damu. Tutayajua kupitia maombi na ushirika. Na ndio maana wakati ambapo mtu anasema kwamba nimeomba usiku kucha, nimeomba masaa 2 matatu, si amekuwa akipiga kelele akililia Bwana nipatie hiki. Kuna ule ushirika ambao unakuja na kujitolea katika uwepo wake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo unapaswa kuweza kujitolea na kujua kwamba unahitaji ushirika, getting into a new level with God. Ili kujua mapenzi yake, ili kufahamu moyo wake. Maana Biblia inasema pia kwamba sisi hatujui kuomba. Bwana anatusaidia katika maombi yale. Tunaomba katika njia ambazo Roho Mtakatifu anatuongoza. Na Biblia yenyewe inasema kwamba who searches the hearts? It is the Spirit of God that knows everything. Inajua moyo wa Bwana. Hii roho ya Mwenyezi Mungu inajua moyo wa Bwana, inajua kusudi. Ndio iko na blueprint ya maisha yako. Kwamba leo unapoamka, leo unapotembea, jioni unapofika, mchana, Bwana alipanga kwamba siku fulani itaenda hivi na hivi na vile na vile. You will miss your Kairos moments wakati ambapo unakosa kudumu katika maombi, katika ushirika naye Mwenyezi Mungu. Kuweza kuona kwamba maombi ni swala la sio vibaya, by the way. Mungu ni baba yetu, ndio maana tunasema our Father who art in heaven. Na jukumu moja la baba ni kuprovide kwa watoto wake. Ni haki yako kuweza kuitisha kile ambacho unaitisha. Maana Yesu Kristo anasema ask and it shall be given unto you. Lakini unaweza ukaingia zaidi na ukaweza kufahamu mengi zaidi kupitia mkono wake Mwenyezi Mungu, kupitia maombi. Kwa hivyo unahitaji kuingia katika a new dispensation, a new understanding ya fellowship naye Mwenyezi Mungu. Na utasaidiwa kivipi? Unapookoka mtu anasema nitaingia aje kwa hii fellowship? Unaingia kwa damu yake Mwenyezi Mungu. Maana wakati ambapo Yesu Kristo alikufa pale msalabani, pazia la hekalu lilipasuka na likaingia. Unakumbuka Holy of Holies wakati wa Old Testament? Na nimekufahamisha mara si moja kwamba ile mambo ambayo ilikuwa inafanyika in the Old Testament was just a foreshadow of the spiritual actions ambazo zinakuja kutendeka katika New Testament. Maana katika wakati wa kitambo kulikuwa na Holy of Holies ambapo yule kuhani mkuu alikuwa anaingia pale ndani na kuweza kuintercede, anakutana na Mwenyezi Mungu. Alikuwa anafungwa na kamba mguuni kwamba akikutana na Mwenyezi Mungu ile sacrifice yake isipokubalika anaweza uawa na Mwenyezi Mungu. Huko ndani mnavuruta na kamba kwa sababu mtu angeingia. Lakini wakati Kristo alikufa, lile pazia lilipasuka na sisi tukaruhusiwa kuingia Holy of Holies. Kufanya nini? Kucommune na Mwenyezi Mungu, kuzungumza uso kwa uso. Kupitia kwa damu yake tukasamehewa, akachukua mwili wetu na sisi tukavaa wake ambao haukukuwa na dhambi yoyote, akachukua dhambi zetu. Kwa hivyo uko na haki ya kuweza kuzungumza na Mwenyezi Mungu, ikiwa kwamba sio kwa matendo yako, sio kwa akili yako,
chako, sio kwa kinywa chako, bali ni kwa damu ya mwana kondoo. Utaweza kuingia katika Holy of Holies na kuweza kufanya ushirika na Mwenyezi Mungu. Maana katika kitabu cha Waebrania nasema kwamba we have the confidence to approach the throne of the Lord through his mercy, the throne of mercy. Tunaingia pale na huruma zake Mwenyezi Mungu. Mwambie Roho Mtakatifu. Unajua Roho Mtakatifu si ati ni kitu ama ni kiumbe ama ni nini. Roho Mtakatifu anahisia, Roho Mtakatifu anasikia, anafanya ushirika naye Mwenyezi Mungu. Na maana Yesu akasema I will send you a helper ambaye atakusaidia. Yesu anaitwa Wonderful Counselor. Hii counsel ambaye Yesu atatoa. Counsel ni kama ushauri, mshauri wa ajabu. Maana kwa ajili yetu tumepewa mtoto mwanaume, uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele. Mshauri. Huu ushauri unakuja kupitia kwa Roho Mtakatifu. Anatushauri. Unasoma Biblia, unapata kuelewa kwamba Bwana anataka hivi na hivi, na unapitia kwa Roho Mtakatifu, kupitia kule kusikiza kwa Mwenyezi Mungu, kusikiza kwa Roho Mtakatifu. Wakati unaingia katika ile presence ya Mungu, unaingia katika maombi, unapata ideas zinakuja, unapata ile communion inakuja, unaomba, yani kila kitu kinatiririka tu. Unasikia kushukuru Mungu kwa sababu ya kitu fulani, unasikia kuambia Mungu fanya hivi na hivi. Sio wewe mwenyewe ulipanga ukasema kwamba mimi nitaenda kuambia this is how to pray. Hiyo ndio Holy Spirit. Hiyo ndio communion ya Holy Spirit. Hiyo ndio mapenzi ya Mungu. Bwana anataka kuponya watu katika mji wako. Bwana anataka kuokoa nchi. Bwana anataka kuokoa maisha yako. Bwana anataka kubariki hivi, lakini ameshaachilia gari lako, ameshaachilia kazi yako, ameachilia familia yako, lakini lazima umwalike in this territory, uweze kumwambia Bwana fanya hivi na hivi. Unafanya ushirika, unashirikiana naye. Kwa hivyo chukulia maombi kama ushirika, kama njia kuweza kushirikiana na Mwenyezi Mungu, kuandamana naye kila wakati na kuona makubwa na kutenda mema katika jina la Yesu Kristo. Ubarikiwe sana. Natumai kwamba your prayer life will be alive na utaweza kubadilisha mengi katika maisha, na utakuwa chanzo cha furaha na amani, anavyosema Bwana kwamba I will make you a source of praise, a source of joy and a source of glory. Wacha Bwana tukuzwe kupitia kwako. Wacha Bwana afurahie wakati ambapo unaingia katika maombi. Isikuwe kwamba unaleta tu matatizo na shida. Bwana ni suluhisho. Bwana ni kila kitu. Bwana ni upendo. Bwana ni wa huruma. Bwana ni mwenye msamaha tele. Barikiwa sana. Naitwa FK Felix Kipto. We meet again next time.